chanzo ama asili ya nguvu. Chanzo ama asili ya nguvu. Kwa kitabu cha Waamuzi sura ya 16, sura ya 16 kitabu cha Waamuzi. Waamuzi 16 mstari wa 15. Hapa neno Mungu linasema. Mwanamke akamwambia. Waamuzi 16:15 anasema mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asili ya nguvu zako nyingi. Hebu sema asili ya nguvu. Sema tena asili ya nguvu. Kwa hiyo unaposema mtu mwenye nguvu, wewe unafahamu katika Biblia kuna baadhi ya watu wametajwa katika nyakati zao walikuwa ni watu wenye nguvu. Lakini si katika Biblia tu, katika maisha unayoishi leo kuna mtu unamwona kama nguvu yule. Kumbe kuna mtu mwenye nguvu. Na nguvu ndio zinazomsaidia mtu kumiliki, kupata vitu, kutawala. Ndio maana tunajifunza kwa habari ya nguvu. Lakini tunaangalia nguvu ina asili na chanzo chake. Samsoni ilikuwa ni miongoni mwa majitu yenye nguvu nyakati zile na nyakati zilizopita. Samsoni alikuwa na nguvu, lakini huyu mama anataka kuelewa asili ya nguvu. Si kama wewe unafuatilia kujua asili ya nguvu za mtu fulani. Ama ukisikia fulani ana nguvu tunamfuata. Halo, nasikia una nguvu, nisaidie basi. Hebu nisaidie tu. Wewe ukiwa na shida tu, unasikia fulani ana nguvu ya kusaidia hapo, unakwenda. Huyu mama anakufundisha, elewa pia huyo mwenye nguvu asili ya nguvu zake. Anataka ajue asili ya nguvu. Ni kweli dunia ina shida, ina matatizo, ina mambo mengi magumu, ina taabu na changamoto nyingi. Yesu mwenyewe akasema ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Kumbe ulimwenguni dhiki ipo. Jipeni moyo, mimi niko shida ulimwengu. Kila mtu ana jambo lake. Ana changamoto yake. Ana vita yake. Ana milima yake. Ana mtihani wake. Ana adui yake. Haleluya. Lakini katika dhiki na shida yako, unapotafuta msaada, wenye nguvu wanaweza kukusaidia. Lakini si kila mwenye nguvu ni sahihi kumwendea kusaidie. Delila anamuuliza Samsoni, tena sio mara ya kwanza. Maana huyu mama tunajifunza ni mtafiti.